Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali ya usuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Mada yetu inahusu uponyaji wa majeraha ya nafsi. Sehemu ya kwanza ya somo hili nilieleza utangulizi. Nilitoa utangulizi kuhusu majeraha ya nafsi ni nini na nafsi ni nini. Leo nitazungumzia vyanzo vya majeraha ya nafsi. Majeraha ya nafsi yanaweza kusababishwa na matukio mbalimbali, yakiwemo yafuatayo. Kwanza, matukio ya ghafla na makali. Kwa Kiingereza tunasema acute trauma. Hii inajumuisha ajali mbaya, mfano ajali za vyombo vya moto. Mtu anapopata ajali, wengine wanapoteza uhai, wengine wanapata ulemavu, wengine wanapoteza viungo, wengine wanajeruhiwa viungo vya mwili. Hali hizo zinaleta au zinasababisha majeraha ya nafsi kwa mhanga mwenyewe, lakini hata ndugu wa karibu na mhanga. Kutendewa vitendo vya ukatili, ukatili wa kimwili, physical violence. Ninapozungumzia ukatili wa kimwili kwa maana physical violence, nazungumzia kupiga mtu. Unapompiga mtu, unapomjeruhi mtu, unapomsonga mtu, kumsukuma mpaka unamng'oa nywele zake, unatupa vitu huku na kule, unaharibu vitu. Matendo ya utekaji, kupoteza watu, matumizi ya silaha na mauaji. Yote haya ni ukatili wa kimwili, na matendo haya yanajeruhi sana nafsi. Ukatili wa kingono, sexual violence. Vitendo vya ubakaji, ulawiti, kulazimishwa kufanya ngono au kunyimwa tendo la ndoa. Haya yote hujeruhi nafsi. Ukatili wa kisaikolojia na kihisia, psychological or emotional violence. Unapodhibiti maisha ya mtu, unapodhibiti fedha au mali za mtu, fedha zake amezitafuta tena kwa jasho, alafu mtu mwingine anadhibiti, ujeruhi nafsi. Vitisho, matusi au lugha chafu, dharau, kutengwa, udhalilishaji, kusimamishwa au kuachishwa kazi kwa hila, kubambikiziwa kesi ni baadhi ya matendo ya ukatili wa kisaikolojia au kihisia, na haya yanajeruhi sana nafsi. Ukatili wa kiuchumi, economic violence. Kumnyima mtu pesa za matumizi muhimu, kudhibiti fedha za mtu au watu, wizi wa mali au rasilimali za mtu au watu, kuteketeza mali za mtu au watu. Matendo haya yanajeruhi sana nafsi. Unyanyasaji au abuse, kufedheheshwa, humiliation. Unapomfedhehesha mtu, unapomnyanyasa mtu, unajeruhi nafsi ya mtu.
majanga ya asili kama machafuko, mafuriko, tetemeko la ardhi. Majanga haya yanaathiri sana nafsi, yanajeruhi nafsi. Hivi karibuni uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 tumeshuhudia machafuko katika nchi yetu. Tumeshuhudia ghasia katika nchi yetu. Wako watu waliojeruhiwa, wako watu waliouawa, tena wengine wasio na hatia. Majeruhi ya nafsi ni makubwa kutokana na matendo haya. Watu wamepoteza uhai, watu wamejeruhiwa, watu wamepoteza mali. Majanga kama haya yanajeruhi sana nafsi, yanaleta uchungu, yanaleta hasira. Kupoteza mpendwa ghafla hujeruhi sana nafsi. Kushuhudia kifo au majeraha makubwa hujeruhi nafsi. Hebu fikiria mtu alikuwa anauguza mpendwa wake, alafu mgonjwa yule akamfia mkononi mwake, au anashuhudia kifo chake, anashuhudia kuuawa kwake. Haya ni majeraha makali sana nafsi. Yanaweka alama, vidonda kwenye nafsi ambavyo kupona kwake inaweza kuchukua muda. Na ndio maana wakati mwingine washauri watu msipende kuangalia katika mitandao ya kijamii picha mbaya zenye kutweza utu wa binadamu. Usiangalie mara kwa mara. Kwa namna moja au nyingine unaijeruhi nafsi yako bila wewe kujua. Eneo lingine ni mfiduo wa mara kwa mara na wa muda mrefu, tunasema chronic or complex trauma. Hapa hii inahusisha maumivu ya zamani, matukio mabaya na maneno machafu wakati wa utoto au utu uzima au maishani, ambayo yameacha alama ya uchungu, uoga au kutokuamini ndani ya nafsi. Hapa nitatoa mifano michache. Kuna baadhi ya watoto wamezaliwa wakiwa na trauma. Unajua, mama anapokuwa mjamzito, halafu kunatokea ugomvi wa mara kwa mara wa baba na mama. Ule uchungu anaupata mama ndio uchungu anaupata mtoto aliyeko tumboni. Kuna watoto kutokana na magomvi ya wazazi wao wamezaliwa wakiwa na uchungu, wakiwa wamejeruhiwa nafsi. Lakini wengine wamejeruhiwa baada ya kuzaliwa. Watoto wanaposhuhudia vitendo vya ukatili vya wazazi wao, hawaoni neno la upendo au neno jema kutoka kwa wazazi wao. Wanachoona ni ugomvi, ni vitendo vya ukatili, ndio wanavyoviona katika maisha yao. Hali hiyo inatengeneza kizazi chenye roho hiyo ya ukatili. Leo hii wapo baadhi ya vijana wa kike na wa kiume ambao unakuta kijana wa kiume hatamani kuoa, binti hatamani kuolewa, sio kwa sababu hapendi. Baadhi yao maisha walioyaona kwa baba yao na mama yao wanavyoishi yaliwakatisha tamaa. Kwa sio watu wote ambao hawataki kuoa na kuolewa wana sababu zingine. Wengine wana maswali kwenye nafsi zao, maswali hayo hayajapata majibu kwa sababu ya maisha walioyaona kwa wazazi wao, ambayo hayana ushuhuda, hayawabariki, sana sana yamewaletea uoga na hofu.
na kutokuamini. Ndio maana wako mabinti leo ambao hawaamini wanaume, kwa sababu kuna vitendo mtu alitendewa vibaya na huyo mwanamume, kwa nadhani wanaume wote wako hivyo. Kwa hiyo mtu anawoga na hofu. Wako pia vijana wa kiume, wako wanaume ambao wametendewa matendo magumu sana na wanawake. Kwa hiyo mtu anapata uoga kuhusu wanawake au mwanamke. Ile hali ya kutokuamini ndani ya nafsi yake inachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo matukio mabaya na maneno machafu wakati wa utoto au utu uzima au maishani ambayo yameacha alama ya uchungu, uoga na kutokuamini ndani ya nafsi, haya nayo hujeruhi nafsi kwa kiasi kikubwa. Matukio magumu ya maisha, mfano kutelekezwa, kusalitiwa tena na mtu wa karibu au uliyemwamini, inajeruhi sana nafsi. Kukataliwa, rejection, kuachwa au kuacha makovu katika nafsi. Yule aliyeacha na aliyeachwa, kwa sababu watu wengine wanaachana katika mazingira ya mgogoro. Kwa hiyo kuna watu wameachana wakiwa na machungu. Sasa mtu huyu asipopona majeraha haya, anaweza akawatendea watu wengine, akawalisha watu wengine uchungu unaotokana na maumivu yake. Wako baadhi ya wazazi ambao wamewalisha watoto sumu za magomvi yao. Yaani wewe na mume wako, wewe na mke wako mnagombana, halafu mnaenda kushirikisha watoto ugomvi wenu, na watoto ni wadogo, hawajifikia hatua ambayo wanapaswa kushirikishwa mambo magumu. Kufanya hivyo ni kuwabomoa watoto, ni kuwajeruhi watoto nafsi zao. Kwa hiyo matukio magumu ya maisha hujeruhi nafsi. Uonevu na ukosefu wa haki, injustice, hujeruhi sana nafsi. Hisia za kutendewa vibaya au kutokuwa na thamani sawa na wengine, vitendo vya ubaguzi na upendeleo, vitendo hivi vinajeruhi nafsi za watu wengine. Mtu anapohisi mimi nabaguliwa, hapa kuna vitendo vya upendeleo. Wale wanaohisi kubaguliwa na kutotendewa haki wanajeruhiwa nafsi kwa kiwango kikubwa sana. Watu wasipotendewa haki wanajeruhiwa sana nafsi, na hali hiyo inaleta baadaye hasira ndani ya watu, na baadaye watu wanaweza kufanya vitu vya ajabu sana kwa sababu ya hasira iliyolundikana ndani, ambayo matokeo yake sasa inaondoa utu, na baadaye mtu anaamua kufanya ambalo anaamua kufanya akidhani pia ndiyo njia ya kutatua tatizo. Kwa uonevu na ukosefu wa haki, injustice, ni moja ya matukio yanayojeruhi sana nafsi. Kuishi katika mazingira ya vita, machafuko na uhalifu mkubwa hujeruhi sana nafsi. Tuipende sana amani. Mazingira ya vita, kwa wale walioishi mazingira ya vita wanajua hii. Hakuna kitu kibaya kuishi kama mkimbizi ndani ya nchi yako. Ile kitendo cha kuishi kama mkimbizi ndani ya nchi yako hujeruhi sana nafsi. Magonjwa sugu yanayohatarisha maisha hujeruhi sana nafsi. Ile kitendo cha kuugua muda mrefu, kuuguza muda mrefu hujeruhi sana nafsi za watu. Na ndio maana ni muhimu wagonjwa wapate neno la faraja, lakini na wale wanaouguza wagonjwa wanahitaji sana neno la faraja, neno la kutiwa moyo. Unajua tatizo lisikie kwa mwingine, usiombe likukute. Maumivu ya muda mrefu kutokana na ukosefu wa makazi, ukosefu wa ajira au hali ngumu ya kifedha, hali ngumu ya kiuchumi, mazingira namna hii hujeruhi sana nafsi za watu. Tunapokuwa na wimbi kubwa la vijana wengi ambao
hawana ajira na hawajajiajiri. Hayo mazingira hayo yanajeruhi sana nafsi. Vijana wanaposoma halafu wako mtaani jobless, hayo mazingira yanajeruhi sana nafsi sana sana. Hali ngumu ya kiuchumi hujeruhi sana nafsi sana, huleta uchungu na wakati mwingine huleta hasira. Eneo lingine ni matatizo ya kiroho, dhambi na hatia. Kuishi katika dhambi au kufanya makosa makubwa dhidi ya wengine kunaweza kusababisha hisia kali za hatia, aibu na kutostahili, ambazo zinaichafua na kuijeruhi nafsi na huweza kuzuia uhusiano safi wa Mungu na watu wengine. Hatia. Unajua, unapomfanyia mtu ubaya, nafsi na kushtaki. Unapomkosea Mungu na binadamu wenzako, nafsi na kushuta, nafsi na kushtaki kwamba ulichofanya sio. Unapofanya dhambi ya kuua wengine, mtu anaweza kujifariji, lakini ukweli ni kwamba nafsi itamsuta kwamba ana hatia, hastahili. Dhambi na hatia hujeruhi sana nafsi. Vifungo vya nafsi au kufungwa, soul ties. Majeraha ya nafsi huweza kuwa lango la nguvu za giza au roho chafu na kuzuia utendaji wa mtu kiroho na kimwili. Huu ni muunganisho wa kihisia au kiroho usio wa afya na mtu mwingine. Wako watu ambao mafanikio yao yamefungwa na watu wasiowatakia mema. Inawezekana ni katika familia au ni katika jamii. Wako watu ambao walikuwa kwenye uhusiano wao ukavurugika, ukabomoka, na bahati mbaya umebomoka katika mazingira ya uchungu. Mazingira ya namna hii, baadhi ya watu wamekuwa chanzo cha kufunga maendeleo ya watu wengine. Mtu anasema kama ni kukosa, tukose wote. Roho mbaya kabisa. Na ndio maana mara nyingi nasema, jamani, kama mlikubaliana wenyewe kuwa na uhusiano huo, mlianza uhusiano kwa amani, basi achaneni kwa amani. Msiachane kwa shari. Kwa hiyo, mazingira namna hii pia hujeruhi sana nafsi. Ziko familia ambazo zimekosa utulivu kutokana na makosa ya wazazi wao. Makosa ya wazazi walioyafanya huko nyuma yamejeruhi nafsi za wanafamilia. Na hali hii inaweza kusababisha uchungu. Kama nilivyosema awali, wako watoto wamevurugwa tangu utotoni na wazazi wao. Wana uchungu toka utoto wao. Kuna watoto wamekataliwa toka utoto wao. Kuna baadhi ya wazazi wanasema, okay, mtoto ni wa kike, amezaliwa mtoto wa kike, amekataliwa toka tumboni kwa mama yake, na baba anataka mtoto wa kiume. Wako baadhi ya watoto wamekataliwa. Mazingira namna hii yanajeruhi nafsi. Ziko familia leo zinapitia mateso kwa sababu ya makosa ya wazazi wao pia ya huko nyuma. Familia imefungwa katika ulimwengu wa roho. Tunajifunza katika Biblia jinsi ghadhabu ya Mungu ilivyoingia katika nyumba ya Farao, kama tunavyosoma Mwanzo sura ya 12 mstari wa 17, na jinsi ghadhabu ilivyoingia katika nyumba ya mfalme Abimelech, kama tunavyosoma Mwanzo 20 mstari wa 17 na 18. Mungu alimwadhibu Farao na nyumba yake yote
Biblia inasema kwa kumpiga na mapigo makuu, kutokana na kosa la Farao la kumpora mke wa mtu. Pia kosa la mfalme Abimeleki la aina hiyo hiyo lilisababisha Mungu kufunga matumbo ya watu wa nyumbani mwake wasizae. Mwanzo 20:18. Hata leo ziko familia zenye mahangaiko na maisha magumu kutokana na makosa ya baba na mama. Familia zina vifungo. Matendo ya mzazi yana athari kubwa katika maisha ya watoto leo na baadaye. Hivyo tunapolea tusisahau kujilea. Huwa nasisitiza sana katika semina nyingi za malezi. Tunapolea watoto sisi wazazi au walezi tusisahau kujilea pia, tukitambua kwamba matendo yetu yana athari za leo na baadaye. Unajua hata sasa kizazi kijacho kinaweza kikawa na maisha magumu kutokana na mazingira yaliyotengenezwa na kizazi cha leo. Mfano, katika nchi yetu tunasema nchi yetu ni kisiwa cha amani, utulivu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu misingi ya amani na utulivu iliwekwa na wazee wetu waliopita. Mwalimu Julius Nyerere na Mzee Karume walituwekea misingi ya amani na utulivu, misingi ya utu. Leo tunajivuna kwamba sisi kama Watanzania, Tanzania ni kisiwa cha amani kwa sababu kuna watu walioweka mazingira hayo, na ndio maana leo tunayafurahia. Kwa hiyo hata katika maisha tunayoishi sasa, tuna kila sababu, tunapaswa kutunza tunu za amani, haki, utulivu, upendo, umoja na mshikamano, huku tukifahamu kwamba kama maandiko matakatifu yanavyosema, amani, utulivu na matumaini ni matunda ya haki. Penye haki lazima patakuwa na amani. Penye haki lazima patakuwa na utulivu. Penye haki lazima watu wataona umuhimu wa umoja na mshikamano. Kinyume na hapo ni vurugu, fujo zinazotokana na majeraha ya nafsi yaliyotengeneza hasira ndani ya watu. Eneo lingine ni kutosamehe. Kutokusamehe, kubeba mzigo wa chuki, hasira na uchungu dhidi ya watu waliokosea ni hatari kiafya. Hali hii huifunga nafsi na kuzuia amani ya kiroho. Kubeba mzigo wa chuki, Januari mpaka Disemba wewe umechukia watu, unaanza mwaka mwingine na chuki, visasi na watu, una hasira na watu, una uchungu na watu. Hiyo ni hatari kiafya. Kutokusamehe hujeruhi nafsi ya asiyesamehe na hujeruhi nafsi ya ambaye hajasamehewa. Tamaa mbaya na mazoea mabaya, kujiruhusu kuongozwa na tamaa za mwili au za ulimwengu ambazo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Unajua mtu anaweza akafanya mambo haya akaona yuko salama, lakini ukweli ni kwamba watu wanajimaliza wenyewe, wanakufa polepole ingawaje wanatembea. Tamaa mbaya na mazoea mabaya hujeruhi nafsi. Vurugu za kiroho, spiritual abuse, huathiri nafsi, hujeruhi nafsi za watu. Kuumizwa na viongozi au taasisi za dini ambapo mamlaka ya Mungu inatumiwa vibaya kuumiza au kuonea watu badala ya kuponya na kurejesha. Unajua kanisa ni hospitali ya kiroho ambapo watu wanalitazama kanisa
kama mahali ambapo watapata uponyaji, watapata faraja, watapata matumaini mapya, watagangwa mioyo, watahuishwa nafsi zao. Ni hospitali ya uponyaji. Kanisa ni hospitali ya uponyaji. Sasa mtu asipoyaona hayo kwenye kanisa, nafsi yake inajeruhiwa. Na mbaya sana wanapoyaona mambo hayo yakifanywa na viongozi wa dini, viongozi wa kiroho ambao walitakiwa kuwasaidia watu. Wao ndio wanaoumiza watu. Vurugu za kiroho ujeruhi sana nafsi za watu. Somo lijalo ni sehemu ya somo letu, sehemu ya 3. Nitazungumzia dalili na athari za majeraha ya nafsi. Sehemu ya 3 ya somo letu, sehemu ijayo, nitazungumzia dalili na athari za majeraha ya nafsi. Fuatana nami. Mungu akubariki. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.